kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Karibu mtazamaji katika makala hii maalum inayoangazia zao la muhogo katika wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, hali halisi ya maisha ya wakulima wa wilaya hii, hususan katika kilimo cha zao hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa ni mkombozi wa maisha yao licha ya changamoto wanazozipitia, ikiwemo ukosefu wa soko la uhakika pamoja na elimu ya kilimo bora cha zao hilo. Na hayo ni kwa muhtasari tu. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi mwisho wa makala hii inayoletwa kwako na ofisi ya mbunge wa jimbo la Kakonko mkoani Kigoma. Kupitia tafiti mbalimbali zilizofanywa na wataalamu wa kilimo wa ndani na nje ya wilaya ya Kakonko, zimeonyesha wazi wilaya hii kuwa na ardhi nzuri yenye rutuba inayokubali zao la muhogo, na ndiyo maana wakulima pamoja na changamoto wanazozipitia wameendelea kunufaika kupitia zao hilo. Mimi ni msimulizi wako Adrian Eustace kutoka kitengo cha mawasiliano ofisi ya mbunge wa jimbo la Kakonko. Karibu. Kwa muda mrefu soko la uhakika la zao la muhogo imekuwa ni changamoto kubwa inayowakabili wakulima na wafanyabiashara wa zao hilo wilayani Kakonko, ambapo kwa asilimia kubwa wanategemea wanunuzi wa ndani ya nchi pamoja na wale wa kutoka nchi za jirani za Rwanda, Burundi na Kongo, ambao nao wamekuwa wakinunua kwa bei ambayo hailingani na gharama wanazozitumia katika uzalishaji wa zao hilo. Kwa jina naitwa Samuel Damian Banigo, jina maarufu ni Imani, ni mfanyabiashara wa mazao. Kwa takriban miaka 4 sasa, zao la muhogo limekuwa ni mkombozi katika wilaya yetu ya Kakonko, japo imejitokeza changamoto ambayo ni ya mabadiliko ya bei kushuka. Bei ya muhogo imeshuka sana, tunazalisha kwa wingi, lakini bei imekuwa haieleweki kwa sababu tunapangiwa bei hasa na wanunuzi wa nje, jambo ambalo linapelekea wakulima kukata tamaa kuendelea kuzalisha. Kwetu ni changamoto ambayo ni kubwa, kwa sababu asilimia kubwa sasa wameanza kukata tamaa ya kutolima tena zao la muhogo, jambo ambalo sasa itakuwa ni hatari kwetu, kwa maana ya kwamba mapato ya serikali yatapungua, lakini pia hata wakao wa chakula pia nao utakuwa umepungua, ikizingatiwa kwamba hali ya hewa nayo sio rafiki, na zao la muhogo ndio linalostahimili kidogo kwenye masuala ya ukame. Sasa tunaiomba serikali kama kuna uwezekano wa kubusti hasa masuala ya masoko ili kilimo cha muhogo kiweze kuzalishwa kwa wingi. Asante. Naitwa Eugene Simon Kachira, ni mfanyabiashara wa zao la muhogo. Toa changamoto juu ya zao la muhogo kwa sababu zao la muhogo ndio zao tegemezi kwa wilaya yetu ya Kakonko, kwa mfano kwa upande wa wakulima. Muhogo huo wakulima wanalima, lakini soko limekuwa changamoto, mfano kwa takriban miaka 2 sasa, kuanzia mwaka 2023 na 24-25 ambapo soko hili tunatarajia wakulima wote wanalima zao, lakini wanaopanga bei ni Wanyarwanda. Mfano Mnyarwanda mfano mwaka 2022 muhogo ulipanda bei takriban shilingi 800, ambapo sisi wafanyabiashara tulinunua muhogo kwa bei hizo, lakini ilipofika msimu wa kuuza Mnyarwanda kuja kutununua kwa bei ndogo, ambapo tuliuza mpaka udaga wa shilingi 150-200, ambapo sasa tunaiomba serikali yetu kama inaweza kutusikiliza sisi kama wafanyabiashara, tafutie njia mbadala ya kuweza kuuza zao hili la muhogo. Tulikuwa tunauza zao la muhogo shilingi 800 mpaka shilingi 1000 kwa kilo, lakini saa hizi miaka 2 hii, mwaka huu na mwaka jana, tumeuza bei ya muhogo shilingi 150 kwa 180. Kwa hiyo inachukulia kwamba zao la muhogo hili limeshuka bei sana, na tunaona hata kipato kinashuka sana. Tunakata tamaa juu ya kulima zao la muhogo, na ndo kipato ambacho hususani katika wilaya ya Kakonko tunategemea, maana tunategemea sana kulima zao la muhogo. Mahindi ni kama zao la chakula, na hususani zao la muhogo ni kipato cha wananchi na serikali kwa ujumla. Tukilima tunauza na serikali inachukua kodi. Kwa mwaka huu nimepunguza kilimo cha muhogo kwa sababu kulingana bei zimeshuka, lakini miaka zile zilizopita kama 3 nyuma nilihamasika nikalima zaidi ya heka 20, lakini mwaka huu nimepunguza kulingana na asali ambazo zimejitokeza za bei kupungua, ambazo wanunuzi wa kutoka nje za nchi wanapanga bei wao badala ya sisi wakulima kupanga bei, kwamba tunaweza tukauza labda shilingi 800 ambayo tulishazoea, wao wanakuja kwa kupanga bei shilingi 150. Naitwa Mesha Kisevatori Pius,
mfanyabiashara wa kata ya Gwalama. Tumenunua mihogo na tumehifadhi. Changamoto ni soko kweli, lakini kadri inavyoenda sasa soko inaenda kushuka. Tunauza hivyo hivyo, tunapata hasara. Takriban miaka 2 iliyopita tumeuza kwa hasara. Tuliwahi kununua 800 tukauza 150. Kwa hiyo tungeomba serikali tafute soko, na ili kuendana na soko la udaga ambao ni mhogo, tungeomba serikali itoe elimu juu ya kuchimba mihogo ili kuendana na soko la dunia. Pamoja na changamoto hizo wanazozipitia wakulima na wafanyabiashara wa zao la mhogo, serikali wilayani Kakonko imekuwa na jitihada mbalimbali kuhakikisha wakulima wanaunganishwa na masoko ya uhakika kupata mashamba ya kudumu pamoja na pembejeo za kilimo hicho, kama anavyofafanua mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Marasa. Katika wilaya yetu tunayo mazao mengi ambayo yanatokana na kilimo, na wenzetu wa TanTrade wametuahidi kututafutia baadhi ya masoko kwenye maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na tumezungumza sana kuhusiana na swala la zao la muhogo, lakini mazao ya parachichi pamoja na maharage pamoja na karanga, lakini na mengineyo. Wenzetu kwa sababu ya uzoefu walionao kutafuta masoko pamoja na kufanya utafiti wa bei na maeneo ambayo watauzia, wametuahidi kwamba watafanya vizuri kututafutia masoko, lakini na wananchi wetu waweze kujiandaa vizuri katika ulimaji wa hayo mazao. Niseme tu wananchi wetu tuwe tayari kwa ajili ya kwanza kupokea ushauri, lakini na maelekezo ambayo tutakuwa tunayapata kutoka kwao, ili mazao ambayo tunaweza tukayazalisha basi yakidhi ule ubora ambao unahitajika, ili wakati wa masoko yaweze kuuzwa kirahisi na kwa bei nzuri. Mtazamaji, mbali na hayo, imeelezwa kuwa mapato na ukuaji wa uchumi katika halmashauri ya Kakonko umechagizwa kwa kiasi kikubwa na mapato yatokanayo na zao la muhogo. Hivyo ni dhahiri kuwa wakulima wanaweza kukuza vipato vyao zaidi ikiwa zao hilo litapatiwa soko la uhakika, kama anavyoeleza Bwana Hafidhi Ramadhani ambaye ni afisa biashara kutoka halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Zao la muhogo lina mchango mkubwa kwenye pato la halmashauri ya Kakonko. Hata ukiangalia mwaka wa fedha tuliomaliza, tumekusanya kutokana na makadirio tuliyofanya, tumekusanya zaidi ya 300%. Hii inaonyesha kwamba wakulima licha ya bei kushuka bado hawajakata tamaa kuzalisha zao la muhogo. Na ni kuhakikishie kwa takwimu, mkoa wa Kigoma ni mkoa namba 1 kwenye uzalishaji wa zao la muhogo kitaifa, na Kakonko ni wilaya namba 1 kimkoa. Ni moja kwa moja inakupa picha kwamba ni wilaya namba 1 pia kitaifa kwenye uzalishaji wa zao la muhogo. Kwa hiyo kweli inahitajika nguvu ya ziada kuhakikisha kwamba zao hili ambalo ni kama uti wa mgongo kwa wakulima wa wilaya ya Kakonko linapata soko na watu wanaweza kuuza. Tunaamini zao hili likifanya vizuri sokoni, wakulima familia nyingi za wilaya ya Kakonko zitaguswa, kwa sababu karibia kila familia imelima muhogo Kakonko. Kwa hiyo utaona hili ni zao la kimkakati, na kama tutafanikiwa kupata soko la uhakika, basi pengine tutafanikiwa kuwaondoa wananchi wetu kwenye maskini huu ambao unaokabili. Mtazamaji, yote hayo na mengine katika kilimo cha zao la muhogo yakamuibua mbunge wa jimbo la Kakonko mkoani Kigoma, Mheshimiwa Alan Mvano kufanya jitihada za kuwasiliana na mamlaka zinazohusika kuhakikisha kilio hicho cha wakulima wa zao la muhogo wilayani Kakonko kinapatiwa ufumbuzi. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu serikali anayoiongoza inatoa ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha ustawi wa wananchi wa Tanzania unaimarika. Na vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru waziri mwenye dhamana viwanda na biashara kwa ushirikiano ambao nimeupata, vile vile kupitia mamlaka ya uwekezaji Tanzania, na hata leo tunaona tuna kiongozi ambaye amekuja kutokea mamlaka ya uwekezaji Tanzania specifically kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa uzalishaji wa zao la muhogo ndani ya wilaya ya Kakonko. Pamoja na mambo mengine yote, tumepata nafasi ya kutembelea magala, tumetembelea mashamba, tumetembelea pia kiwanda kidogo ambacho ni cha wajasiriamali wadogo ndani ya wilaya ya Kakonko. Na binafsi kwanza kabisa ninahimiza wakulima wa Kakonko
waendelee kulima zao la muhogo. Lakini vile vile pamoja na mamlaka ya uwekezaji Tanzania, naamini tutaendelea kushirikiana na serikali vile vile kuhakikisha tunatafuta soko la uhakika kwa ajili ya zao la muhogo, kwa kuzingatia kwamba wilaya ya Kakonko ni wilaya ya kwanza kwa kuzalisha zao la muhogo ndani ya mkoa wa Kigoma. Kwa mwaka 2024-2025 wilaya ya Kakonko imezalisha tani takriban 184,000. Kama uzalishaji utaendelea hivyo na kukua zaidi, tunategemea pengine miaka inayokuja tunaweza kuwa na tani kwa mwaka zaidi ya tani 200,000. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba kama wilaya inazalisha zaidi ya tani 200,000 na mkoa wetu wa Kigoma kiujumla wake kwa mwaka 2024-2025 tumezalisha zaidi ya tani 1,000,000 za muhogo, maana yake ni kwamba tunahitaji kufanya namna yoyote ili tuwe na soko la uhakika, ambapo wakulima wa zao la muhogo ndani ya wilaya ya Kakonko, wilaya ya Kibondo na wilaya nyingine ndani ya mkoa wa Kigoma watakuwa na uhakika wa soko la zao la muhogo. Na kama tukifanikiwa tukapata viwanda ama kiwanda ndani ya maeneo yetu, manake hiyo itatusaidia wao watafanya processing, manake watakuwa na uwezo wa kununua, watafanya processing, halafu watasafirisha final product, watasafirisha kitu ambacho sasa kinakwenda kutumika kwa mtu wa mwisho. Kwa hiyo binafsi niendelee kuiomba serikali kupitia wizara, lakini pia kupitia ndugu zetu hawa mamlaka ya uwekezaji Tanzania, waendelee kutusaidia kutafuta wadau ama wawekezaji ambao wanaweza wakawa tayari kuja kuwekeza ndani ya wilaya ya Kakonko kiwanda, ama ambao wanaweza wakawa tayari kufanya ubia na wafanyabiashara wetu wanaoshughulika na zao la muhogo ili waweze kutengeneza tija ya zao la muhogo ndani ya wilaya yetu ya Kakonko. Na mimi binafsi naamini inawezekana, kwa sababu raw material kwa maana ya muhogo wenyewe tayari upo na unapatikana, na jambo hilo likifanyika naamini kabisa litainua uchumi wa wilaya ya Kakonko, lakini itainua uchumi wa mkoa wa Kigoma, na vile vile serikali itapata mapato kutokana na mauzo yatakayokuwa yanafanyika kutoka kwenye zao hilo la muhogo. Erasim Simalai ni kaimu meneja wa kanda ya magharibi wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi Tanzania, ambaye baada ya ziara yake wilayani Kakonko ya kutembelea wafanyabiashara wa zao la muhogo ameridhishwa na uzalishaji wa zao hilo na kuahidi kuwa serikali itafanyia kazi changamoto na maoni yaliyotolewa na wafanyabiashara pamoja na serikali ya wilaya ya Kakonko kupitia mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Alan Mvano. Nimekuja halmashauri ya wilaya ya Kakonko kufanya ziara ya kuwatembelea wafanyabiashara au wawekezaji wa zao la muhogo, kusikiliza changamoto zao. Of course tumepata changamoto zao, na changamoto ambazo zimejitokeza hususan kwenye zao la muhogo ni masoko. Of course masoko imekuwa ni tatizo sana, kwa sababu kuna watu wanatoka nchi za jirani wanakuja huku kwa ajili ya kununua zao la muhogo, lakini wananunua kwa bei ya chini sana. Sasa sisi kama mamlaka tutashirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, ofisi ya mbunge na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kuangalia fursa za masoko kwa nchi ambazo zinapakana na halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Kwanza pia tutatumia pia platform ya makongamano ya biashara ambayo yanafanyika katika kanda ya magharibi, ambao katika hali makongamano yanakuaga yanahudhuriwaga na wafanyabiashara tofauti kutoka katika nchi ambazo zinapakana na halmashauri yetu ya Kakonko. Tutatumia hayo majukwaa kwanza kuhamasisha fursa ya masoko ili kuweza kufanya zao la muhogo tuweze kupanda juu. Nimekuja hapa kusikiliza hizo changamoto zao na kuziwasilisha kwenye mamlaka kuangalia ni namna gani tunaweza tukafanya kuweza kutatua changamoto ya masoko katika zao la muhogo.
Mtazamaji, kama tulivyoona, mbunge wa jimbo la Kakonko Mheshimiwa Alan Mvano ameanza rasmi mchakato wa kuwainua wakulima wa wilaya ya Kakonko kupitia zao la muhogo, ambapo katika kutekeleza azma hiyo ameanza kwa kuwaleta wataalamu kutoka Taasisi ya Uwekezaji Tanzania pamoja na TanTrade ili waone namna zao hilo linavyofanya vizuri katika wilaya ya Kakonko. Hivyo ni imani yetu kuwa vilio vya wakulima wa zao la muhogo na mazao mengine Kakonko sasa basi kupitia Mheshimiwa Alan Mvano. Hadi hapa sina la ziada kutoka katika makala hii maalum iliyokuwa ikiangazia zao la muhogo wilayani Kakonko mkoani Kigoma. Ni matumaini yangu kuwa serikali sikivu ya Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imezisikia changamoto wanazozipitia wakulima wa zao hilo wilayani Kakonko, jitihada za Mheshimiwa mbunge sambamba na mikakati ya serikali wilayani Kakonko katika kuhakikisha zao la muhogo linaendelea kuwanufaisha wakulima na serikali kwa ujumla. Kwa muda wote huo ulikuwa nami mtangazaji wako Adrian Eustace kutoka kitengo cha mawasiliano ofisi ya mbunge wa jimbo la Kakonko. Asante na tukutane tena wakati mwingine. Yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua Tanzania.